Bwana Yesu asifiwe, mtoto mzuri. Praise the Lord. Na niko excited, mimi niko excited kuwepo kwenye kipindi chetu cha leo. Na leo tunaenda kujifunza jinsi dhambi ilivyoingia ulimwenguni. Unaona? Lengo mwanzo kabisa la Mungu kuiumba dunia na kuumba mwanadamu, Mungu alikuwa anafurahia mahusiano mazuri kati yake na binadamu. Kwa akamweka duniani kwamba na wakawa wanawasiliana na kuja anawatembelea. Kipindi hiko hakukuwa na dhambi, hakukuwa na uovu, hakukuwa na kifo. Yaani kila kitu kilikuwa perfect. Yaani kila kitu vizuri kabisa. Wala hamna uovu. Yaani kila kitu kibaya hakikuwepo kipindi hiko. Basi Mungu akatengeneza bustani nzuri upande wa mashariki wa Eden, akamchukua mwanadamu, akamweka pale, akatengeneza miti ya matunda mazuri yanayofaa, akawapa wale kwa chakula. Na katikati ile bustani akaweka mti wa uzima, afu akaweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Akamwagiza Adamu, akamwambia Adamu, yani kula kila kitu ila usiguse wala usile mti katika ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu siku utakapokula utakufa. Adamu akasikiliza maagizo, akamwambia na Hawa, basi wakawa wameshika. Unaona? Sasa Biblia inatueleza kwamba kulikuwa na nyoka. Nyoka hakuwa kama hivi unavyomjua sasa hivi, alikuwa anaongea. Wanyama zamani walikuwa wanaongea na mwanadamu. Alafu nasema nyoka alikuwa mwerevu. Unaona? Kwa hiyo adui akamuingia, Shetani akamuingia nyoka, akamdanganya mwanamke. Kwa hiyo nyoka akatembea, akamkuta Hawa, akaanza kumuongelesha. Akamwambia Hawa, eti Mungu amesema usile matunda yote katika hii bustani? Hawa akamwambia hapana, hajasema tusile yote. Amesema tu tusile huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu tukila tutakufa. Shetani akamwambia hamna bwana, Mungu anajua mkila utafanana naye, we kula mzuri. Hawakaangalia ule mti, akaona ila huu mti mzuri. Yaani akaanza kuona sasa, unajua majaribu sasa. Yaani siku zote alikuwa anauona. Lakini baada tu ya Shetani kumwambia hivyo, akaanza kuona ni mzuri, unakamanisha kwa macho, wafaa kula. Unaona? Akachuma, akala. Akaenda akampa na Adamu, akala. Walipokula tu wote wawili, basi kila kitu kikabadilika. Wakaanza kujiona hawako kama walivyokuwepo, wakaanza kujiona hawana nguo, wakaamua kwenda kujificha. Yaani unajua hapo, yani hapo dhambi ndio ikaingia. Mwanadamu anaanza kujificha mbele ya Mungu. Tunaona Adamu na Hawa wanajificha. Biblia inatuambia Mungu alipokuwa anatembea watembelee, akashangaa waoni. Akamuita Adamu, uko wapi? Adamu akamwambia nimejificha. Akamwambia kwa nini umejificha? Niko uchi, sijavaa nguo. Akamwambia nani amekuambia umekula lile tunda nilokuambia usile? Akasema yule mwanamke. Akamuuliza Hawa, umekula tunda? Akasema nyoka kanidanganya. Basi hapo ndo kila kitu kikaharibika, dhambi ikaingia, magomvi yakaanza, watu wakaanza kumkimbia Mungu. Basi Mungu ikabidi tu awaadhibu, alafu awafukuze katika ile bustani. Umeona? Kwa hiyo mtoto mzuri, dhambi ni kutokutii. Wanaambiwa wasile, wakala. Hata wewe saizi unaambiwa, labda mzazi anakuambia usifanye hivi, maandiko anakuambia usiibe, usiseme uongo, usipigane, unavifanya vile vitu unavyokatazwa. Hiyo ni dhambi. Umeona? Na Mungu hapendi dhambi kwa sababu inatutenga na uso wake, kama vile tunavyoona Adamu na Hawa wakaanza kujificha. Basi tumuombe Mungu atujalie tuishi maisha mazuri, maisha ya kumpendeza, ya kumtafuta Mungu, na tuache yale mabaya. Sawa? Safi kabisa. Basi mpaka kipindi kijacho, natamani ukasome tena hii hapa Mwanzo mstari wa 3, ukausome vizuri.
alafu fanya activity yako, chukua karatasi, andika mstari wako wa wiki, chora bustani na matunda mbalimbali, paka rangi, alafu unaweza ukanitumia kwa namba ya simu, kamwambia mama nitumie, alafu nitaonyesha kazi zenu. Sawa? See you. Bye bye. Amen. God bless you. Mungu akubariki sana mtoto mzuri.